Katika pembe nyingi za jamii yetu, simulizi ya mtoto aliyeachishwa shule si jambo geni. Ni hadithi inayoanza kwa maneno ya kawaida kama hatuwezi kumudu ada, amekuwa sana, au aachwe atafute maisha. Lakini ndani ya misemo hiyo kuna kilio cha ndoto zilizokatishwa mapema, maisha yaliyopotoka njia, na taifa linalopoteza nguvu kazi ya baadaye. Watoto wengi hasa wa kike wamekuwa waathirika wa mfumo unaowapima si kwa uwezo bali kwa mazingira. Wengine hutelekezwa mashuleni, wengine huozeshwa wakiwa bado na midoli, na wengine hufanywa nguzo za kusaidia familia kabla hata hawajakomaa kiakili. Tukitazama kwa makini, tatizo hili halipo tu kwa kaya maskini, bali ni alama ya udhaifu wa kijamii na kiutawala. Ni tatizo linalokuwa polepole kama moshi unaotanda bila kuonekana, lakini likishaziba anga haliachi nafasi ya pumzi safi. Hivyo tafakari hii inalenga kuchunguza madhila, madhara, hatua za serikali na kisha kutoa nasaha kwa wazazi na watoto, tukiamini kwamba elimu si upendeleo bali ni haki na mwanga wa kila mtoto. Karibu, jina langu ni Edison Mbega. Watoto wanaoachishwa shule hukumbana na mateso ya aina nyingi, ya kimwili, kisaikolojia na hata kijamii. Wengi wao hujikuta wakiishi maisha ya mzigo, wakifanya kazi za nyumbani kwa bidii isiyo na malipo, au kupelekwa sokoni na mashambani badala ya darasani. Hapo ndipo ndoto zao huanza kufutika taratibu kama wino unaofutwa kwa machozi. Wengine huozeshwa mapema wakidhaniwa kuwa suluhisho la umaskini, kumbe ni mwanzo wa kifungo kipya cha unyanyasaji, magonjwa na kupotea kwa thamani ya utu wao. Madhara ya hali hii ni mapana zaidi ya tunavyodhani. Kwanza, kwa mtoto mwenyewe, anakosa maarifa na uwezo wa kujitegemea, jambo linalomfanya aishi maisha ya utegemezi na huzuni. Pili, familia inapoteza nguvu ya baadaye ya kuinua hali yao ya kiuchumi. Tatu, taifa linakosa kizazi cha wabunifu, viongozi na wataalamu ambao wangeleta mabadiliko. Na mwisho, jamii inapoteza uthabiti wake wa kijamii kwa kuwa watoto wasioelimika huingia kwenye mzunguko wa umaskini, uhalifu na mateso yasiyoisha. Serikali kwa upande wake ina jukumu lisiloepukika katika kutatua tatizo hili. Hatua kama elimu ya bure hazipaswi kubaki kwenye karatasi tu, zinapaswa kutekelezwa kikamilifu kwa vitendo. Bajeti za elimu zinahitaji kuongezwa, na mpango wa chakula shuleni, sare na usafiri uwe wa kudumu. Sheria za kukomesha ndoa za utotoni zitekelezwe kwa ukali, si kwa kauli. Aidha, serikali iweke mifumo ya ufuatiliaji katika jamii kuhakikisha kila mtoto aliyesajiliwa anamaliza elimu yake ya msingi na sekondari. Viongozi wa jamii nao wapewe nafasi ya kushiriki katika kamati za elimu za mitaa. Lazima pawe na kampeni endelevu za uhamasishaji kuhusu umuhimu wa elimu kwa wote, hasa kwa watoto wa kike. Wazazi nao wanapaswa kupewa motisha ya kifedha kupitia ruzuku au mpango wa cash transfer kwa wale wanaoonyesha kujitolea kuwapeleka watoto wao shuleni licha ya umaskini. Mashirika ya kijamii, makanisa, misikiti na vyombo vya habari vinaweza kuwa washirika muhimu katika kutokomeza tatizo hili kupitia elimu ya umma. Zaidi ya hayo, lazima tutambue kwamba ukosefu wa elimu hauishi tu kwa mtoto kuacha shule, ni kuzima ndoto ya taifa. Mtoto aliyenyimwa elimu leo anaweza kuwa daktari aliyepotea, mwalimu ambaye hakuzaliwa kitaaluma, au kiongozi ambaye jamii imekosa. Ni hasara isiyoonekana mara moja, lakini inaliangamiza taifa taratibu. Kwa kumalizia, acha niseme hivi:
Wakati umefika wa kila mzazi, kila kiongozi na kila mwananchi kusimama imara na kusema, hakuna mtoto atakayepoteza ndoto kwa sababu ya mazingira. Wazazi wanapaswa kuelewa kwamba mtoto aliyeelimika si mzigo, bali ni nguzo ya kesho. Wanafunzi wapewe nafasi ya kujifunza kwa utulivu, sio kwa hofu ya kufukuzwa au kuolewa mapema. Elimu ni urithi bora kuliko ardhi, nyumba au mifugo. Ni hazina isiyoweza kuibwa. Serikali nayo inapaswa kuwekeza kwa moyo wa dhati, kwa sababu kila shilingi inayowekwa kwenye elimu ni uwekezaji wa amani, maendeleo na mustakabali bora. Kiongozi anayepuuza elimu ni kama anayekata mzizi wa mti unaoota kivuli kwa wote. Kwa watoto walioathirika, ujumbe wangu ni huu: msikate tamaa. Dunia haijafungwa kwa mlango mmoja. Kuna taasisi, mashirika na watu wenye mioyo safi wanaoweza kuwasaidia. Elimu inaweza kuchelewa, lakini haichelewi kufika kwa anayechagua kuifuata tena. Tufikie hitimisho kwa maneno haya ya busara. Jamii inayotaka kupaa lazima iwape mabawa watoto wake wote. Kila mtoto ni hadithi ambayo haijaandikwa. Tusimnyime kalamu yake. Edison Mbega.